zana mbalimbali ambazo zinapatikana, ikiwemo kutengeneza vikundi vikubwa. Sasa hivi vikundi vya watu 5 ni kwa ajili ya uwezeshaji wa imbeju, lakini sisi kama taasisi tunataka kila kata tuibue walau kiwanda kimoja. Nini tutafanya? Watakuja wataalamu wetu, watakuja hapa Mwembe, wataangalia ni bidhaa gani au malighafi gani inapatikana kwa wingi na haina thamani. Baada ya kuwa wamekuja, nyinyi na wao mtawapa ushirikiano. Mnaweza mkasema, bwana, sisi tunataka labda kama kuna wakulima wale wa mboga, sisi tunataka tuwe wasindikaji wa mboga. Yaani kata ya Mwembe tunasindika mboga. Tunaelewana jamani? Taasisi kazi yake nini? Sisi walezi wetu ambao ni Wizara ya Viwanda na Biashara wanapokea oda mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Kwa sababu tutakuwa tuna uhakika mmepata mafunzo vizuri, mmehitimu vizuri na mmejiorganize na mnazalisha. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha kile kinachozalishwa kinapata soko. Kinapataje soko? Hatutaki lile soko la kidogo kidogo. Mfano, sisi tutawasumbua walezi wetu, lakini kabla hatujaenda kuwasumbua wao huwa wanatusumbua. Wanatuletea taarifa. Mfano, zinahitajika kontena 3 labda za majani ya kunde ndani ya miezi 3. Sasa tukiangalia bado tunao wajasiriamali lakini wako mmoja mmoja. Jamani, naomba niwasisitize, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kama tunahitaji maendeleo ya kweli, naomba tuungane, tuwe na mradi wa pamoja. Na tuchague kitu ambacho sisi kule taifa tutakuwa tukikaa tunajua Makanya wanazalisha nini, Mwembe wanazalisha nini, na kata nyingine wanazalisha nini, na kata nyingine wanazalisha nini. Lakini kama mna wafugaji wengi, jamani, nchi bado maziwa hayatoshi. Maziwa bado hayawatoshi. Lakini tumeenda, kuna wilaya moja iko hapa Chemba, iko Dodoma. Tumeenda tukakuta wafugaji wanamwaga maziwa kwa sababu wao nyumba zote ni za wafugaji na wote wanakamua. Nani amuuzie mwenzie? Hayupo. Kwa hiyo anakamua leo, anakuwepo na ya kesho, anakuwepo na ya kesho kutwa. Anafika mahali anachacha, haya wanakwambia tunamwaga hivyo. Na wakati huo serikali ina uhaba wa maziwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hata uzalishaji wa nyama bado kwenye takwimu ya taifa ni mdogo. Ila ni aina gani ya nyama ambayo itakizi vigezo, ndipo tutaingia darasani, tutapewa maelekezo. Lakini niombe tu kwamba tufungue vichwa vyetu kwa kujiandaa kuanzisha kiwanda kidogo, kwa sababu namna ya uanzishaji wa kiwanda wala hauhitaji majengo makubwa. Tutafika kwenye majengo makubwa, lakini tunaweza tukaanzia chumba kama hiki kikawa ndio kiwanda chetu, tunazalisha. Lakini kwa wale wazalishaji wa batiki, nimekuja kukuta huku mna maeneo makubwa, sababu batiki inataka maeneo ya wazi na maeneo ambayo mtamwaga zile kemikali. Kwa hiyo ni rahisi kutengeneza, ni rahisi kuanika batiki zenu na zikakauka. Hata kama mtapata oda kubwa kiasi gani, mtakapokuwa mmeshirikiana, mimi naamini oda zote mtazikava na mtajikuta mapato yote yanaingia kwenye akaunti yenu ya kata yenu. Mwisho wa siku wote tunakuwa waajiriwa wa kampuni kwetu sisi wenyewe, kama alivyofanya Bakresa. Bakresa sasa hivi ana wafanyakazi zaidi ya 6,000. Lakini alichokifanya, simnaonaga hata ukisoma, ni company limited pale. Sawa, hajajibloku, amejiacha wazi. Kwa hiyo na sisi malengo ya taasisi ni kuhakikisha kila mwanataasisi ananufaika na fursa zote zinazopatikana ndani ya taasisi. Mfano, leo hii ukinyenyuka wewe ukaenda SIDO kwamba nataka mafunzo, nifundishwe mafunzo ya usindikaji, watakwambia lipia ada shilingi 1,500,000. Tunaelewana? Lakini kupitia taasisi ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda ni 25,000.
Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo mmeona kwa nini tupo? Tupo kwa ajili ya kuhakikisha tunanyenyua wale watu wa chini wafike level ya kati na hatimaye kuwa wajasiriamali wakubwa duniani. Baada ya hapo, watakao kuwa wako tayari kwa ajili ya fomu na maelekezo mengine, karibuni. Asanteni kwa kunisikiliza.